السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، حمد الله الذي وعد فوفى، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشرفاء وآله وصحبه إلى اللقاء. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة استخلفكم فيه فينظر كيف تعملون. Wenzangu, wakwe zangu, shemegi zangu, kila siku natamba mie. Nimeoa Pemba, mimi Mdengereko kwetu Rufiji. Nimechukua jiko hapo Njuguni. Kwa nikija Pemba, na hii ni mara ya 3 kwangu kufika Pemba, na kuwa nimekwenda ukweni. Jambo la kwanza, tumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwafikisha kuipata sala ya magharibi. Lakini pili, akatuteua sisi Allah subhanahu wa ta'ala katika muda huu mchache baada ya sala tuketi ndani ya msikiti kwa ajili ya kusikiliza mafundisho ya dini yetu adhim. Allah atujalie kila la kheri, na atutunzie kikao chetu hiki, kiweke kivuli mpaka siku ya Kiyama, tukafaidike nacho kikazi hiki, na iwe sababu ya kusamehe katika nchi hii, bali katika kisiwa hiki cha Pemba. Kuna watu nini wanafanya ambayo Allah hayampendezi, wewe akakubakiza ukakaa hapa msikitini katika muda huu usikilize dini yasema nini. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Uni mpango wa Mungu, nguzo ya 6 katika nguzo za imani. Uridhie na ukubali mpango wa Mungu. Mola wako karimu anaumba atakacho katika namna atakayo, lakini pia anakiteua atakacho katika hali aitakayo. Muda kama huu wewe akakuteua katika muhadhara huu, katika darsa hii ukae mbele, na kama si teuzi za Allah ungekaa kule. Tazama, imamu katuswalisha lakini ikakaa safu ya pili. Yeye alikuwa wa kwanza kabla safu yoyote, lakini mpango wa Mungu kwenye darsa hii Allah akateua wewe kaa kule. Kama alivyoteua wazee hawa waegemee huku, lakini na wewe Allah akakuteua kwamba yule awe ndio babako, yule awe mamako, na wale wawe ndio watoto wako. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Nini maudhui ya darsa yetu hii ya muda huu fupi? Ndio somo letu, ad-dunya wa makaiduha. Dunia na vituko vyake, dunia na vitimbi vyake, dunia na vishawishi vyake, dunia na mafuriko yake mabaya dhidi ya wanadamu. Angalia, asili ya dunia ni nyumba ya kuchuma, ya kulima mazao bora ya kwenda kutufaa kule akhera. Ardhi shaandaliwa tulime, kila mmoja ateue cha kuwatikiza katika ardhi ambacho yuwaamini hiki kitakwenda kunitoa mrithi kule akhera.
nini wafanya kwa ajili ya akhera yako. Muda wote Allah ametaka tulitambue hilo katika maisha yetu ya dunia. Ajabu, Allah alivyotuumbia dunia katika sura hiyo pia akatutahadharisha, wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Life ya dunia si lolote, si chochote kwenu viumbe wangu. Allah anatuambia isipokuwa life ya dunia ni starehe, ni burudani inayovuruga akili na fikra ya wanadamu, starehe zenye kutudanganya. Ufika wakati unajenga nyumba, unaweka kila kitu kana kwamba haufikirii kuna jambo la kufa mbele. Ufika wakati ukaandaa mikakati ya maisha mbali, ukatafuta wanawake wazuri, ukasema mimi nitaoa mmoja, yule anasema nataka wawili, yule anasema mimi nataka watatu, yule anasema mimi nataka wanne, kwa ajili tu ya burudani ya dunia. Lakini unasahau dunia hii ndiyo shamba umekabidhiwa, lima mazao ya kwenda kukufaa kule akhera. Walima nini? Yule yeye kaamua kulima michongoma, yule yeye kaamua kulima mahindi, yule kaamua kulima karafuu. Kila mmoja ameamua kulima anachotaka kukilima. Tukidhaji'na min kulli ummatin bishahidi nabika ala haulai shahida. Mara moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameketi na masahaba, anamwambia mmoja katika wanafunzi wake Abdullah ibn Mas'ud Athaqafi, kijana sogea mbele, hebu nisomee kidogo Qur'an. Sahaba anamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, aqra'u alayka wa ilayka unzila, mimi tena nikusomee wewe ya Rasulullah, hali ya kuwa Qur'ani yenyewe yote imeteremshwa kwako, wewe utusomee sisi. Mtume anamwambia yule bwana na waliokuwepo wanasikia, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, raha yangu napenda Qur'ani niisikie inasomwa kwa mwingine, mimi nasikiliza. Abdullah ibn Mas'ud anamsomea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam surata an-Nisa, anasoma, Mtume anasikia raha. Ghafla Abdullah ibn Mas'ud akiendelea na sura hii anafika kunako aya hii, fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin waji'na bika ala haulai shahida. Wanamuona Rasulullah kabadilika sura, anatetemeka, ana huzuni, machozi anamwagika. Mwisho wanamsikia anamwambia Abdullah ibn Mas'ud, hasbuk, bas weka kituo, inatosha hapo, siendelee. Qur'ani inamwambia Bwana Mtume, zingatia, fikiria namna gani itakavyokuwa kila umma wa nabii tutakapouleta, na mbele wao akiwa mtume wao ambao ndio shahidi wao. Lakini siku hiyo ikafika, wewe Muhammad ukawa sasa ndiyo shahidi wa umma huu wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaifikiria siku hiyo, yauma yaqumu nasu li rabbil alamin, anamwaga machozi. Nini unalima? Ad-dunya wa makaiduha, ndio maudhui yetu katika jioni ya leo. Dunia na vituko vyake. Dunia kwanza ina tabia ya kumfundisha mwanadamu mazuri na mabaya kupitia alhawasul khamsa, zile 5 organs zanakuza hisia 5. Kizuri ama kibaya, kwanza dunia inamfundisha mwanadamu vitu vizuri vitano, vitu vizuri na vitu vibaya kupitia hizo
zana za hisia 5. Kwanza, macho. Waweza kukijua kile si kizuri ama kile ni kizuri kwa macho yako. Lakini pili, masikio yako. Utakijua kile ni kizuri, kile ni kitu kibaya kwa masikio yako. Lakini tatu, pua yako ukinusa, waweza ukakijua kibaya ama kizuri kwa kupitia pua. Lakini cha 4, ulimi wako. Ladha waweza kaonja ukajua hiki ni kizuri, hiki ni kibaya. Lakini cha 5 na cha mwisho katika vitu vinavyomfundisha mwanadamu kizuri na kibaya ni mguso. Kule kugusa. Kwa hiyo mwanadamu huyajua mazuri, mwanadamu akayajua mabaya baada ya dunia kukufundisha, kukutanabahisha, huku ukiongozwa mwanadamu wewe kwenye vitu vitano hivyo, na madini mama ya maisha walionyimwa viumbe wote kapewa mwanadamu peke yake, akili. Mwanadamu akajua vitu, lakini kiongozi wa vitu vyote ni akili. Baada ya kuyajua hayo, dunia inakusukuma, inakwambia achana na mazuri, shika yasiyofaa. Na hapo ndipo Qur'ani iliposema bal tu'thiruna alhayata dunia. Tatizo lenu mmeloea, mmepagawa, mmevurugwa na raha za maisha ya dunia, mmevurugwa, hamuelewi kiasi kwamba mnasahau akhira. Wal akhiratu khairun wa abqa, hali ya kuwa kumbe maisha yajayo ndiyo matamu zaidi na ndiyo maisha endelevu. Haya napita na kuondoka. Dunia na vituko vyake ikatujulisha mazuri, ikatujulisha mabaya, alafu ikatuhimiza si tukimbilie kunako mabaya tu. Mungu atuongoze na atulinde na hali hiyo, atusukumie katika yale mazuri mazuri. Mara moja akiwa katika mimbar yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Ijumaa, anawaambia masahaba maneno yafuatayo, wapate kuijua dunia na vituko vyake na wawe makini, more than enough. Ule umakini wa kutembea katika tiles inayotereza iliyoroa, basi umakini ule ni mdogo kuliko ni umakini unaotakiwa kwa mwanadamu katika maisha yake ya dunia. Mara moja utajikuta umekwama, umeteleza. Anawaambia ad-dunya hulwatun khadira. Hii dunia hii, anawaambia masahaba wamejazana msikitini kwake, hii dunia mabwana ni tamu sana, hulwa. Yani hata ukamuona mtu mzee kama wazee wangu hawa waliokaa hapa, ukiwauliza wanatamani warudi nyuma, namna dunia ilivyokuwa tamu. Ukamuona mtu kama imamu wetu katuswalisha vizuri, Qur'ani tamu, kwa akili akaona sema yule bwana anatamani haraka aondoke akajizolee raha za peponi. Lakini muulize peke yake yule, utakwambia hayupo anayetamani kufa, anatamani aendelee kuwepo. Kwa nini? Ad-dunya hulwa. Baba, uko tayari kufa hata sasa hivi? Kuwa mkweli, usiongope. Sasa hivi ufe, unasemaje? Hataki mzee huyu na mamvi matupu yale pale. Kwa nini? Sio yeye, sio yeye. Mwalimu wa umma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliliona hilo, kwamba dunia nini? Tamu. Anatamani wakati wote akae na mama yetu, watoto wake na wajukuu zake wanafurahi. Basi imekuja muhogo kwa samaki Pemba hii, chaza kidogo, ndizi ile ya tembo, si mkono wa tembo. Anatamani raha. Swali swala 5 na sunna 1500. Uwezi kusema sasa hivi naomba nife. Kwa nini? Mtume anasema dunia hulwatun. Dunia ni nini? Tamu. Na sio tamu tu, tazama lugha za Rasulillah. Khadira, still mpya. Khadira yani ni very green.
Hata mazao shamba ukiona kijani kimewiva, maana yake bado yapo katika mwanzo wake. Kwa hiyo dunia ni tamu alafu bado mpya. Muulize mzee huyu mwaka 70 dunia ilikuwaje? Pemba hii aliyoko mwaka 70 ilikuwaje? Alafu asogee miaka 10 baba, mwaka 80 ilikuwaje? Baba sogea kidogo 90 ilikuwaje? 10 ongeza 2000 ilikuwaje? 2010 leo hii tunaona sio, natoka kule barabara hii iliyokuwepo hii miaka 10 iliyopita ilikuwepo hii? Ilikuwepo barabara hii? Sasa hivi una wasiwasi unakwenda faster na utarudi barabara kama upo juu ya karatasi. Dunia tamu. Nyie wazenyi, Pemba hii miaka hiyo msikitini kulikuwa na maikizi, umeme ulikuwepo, karabai zile kandili, si ndio taa zetu zile. Lakini dunia tamu, kadili tunavyokwenda mbele vinakuja vitu vipya. Watu walikuwa wanasema wameota kuna jambo limetokea Ulaya, kumbe wameona kwenye TV. Sasa hivi mpaka kijana mdogo kama huyu anayo, ipo kwao, kama si yake ya kaka yake, ya dada yake, ya babake, ipo TV, humdanganyi umeota, kaona. Dunia tamu. Habari ya kusubiria MV Maendeleo na MV Mapinduzi ishaisha. Sijui Lingeni, sijui nimekwisha. Zakaria anakuleta papia, wa ila unaruka juu kwenye ungo, dakika 30 uko hapa, raha kabisa. Dunia tamu. Nani anatamani aondoke? Khadhira, tena bado mpya. Lakini pamoja na utamu wake na upya wake, Rasulullah anawapa tahadhari akiwa katika mimbari, anawaambia wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, lakini Allah amekupeni ninyi wanadamu uongozi duniani. Dunia hii simba na kutisha kwake sio kiongozi wa dunia. Mzee Filun, tembo yule, kuna mwita nani jina lake huko, anaitwa sana nani? Ndio hilo chui hawezi kuwa mbunge wala diwani. Kwa nini? Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Nafasi ya uongozi Allah ameitoa, amempa nani? Mwanadamu. Yeye ndio kiongozi. Sasa fayandhuru kaifa ta'malun, Mwenyezi Mungu anafuatilia na kukukagueni mwafanyaje kwenye uongozi aliyokupeni Allah. Dunia tamu, dunia mpya, akawapa uongozi awaone mwaendesha aje. Wewe umepata nafasi ya uongozi mwanangu, wewe umekuwa imamu, na huyu amekuwa muadhini, na wewe umekuwa mtu wa usafi. Kila mmoja Allah amempa nafasi yake. Basi mjue, msije mkadhani mmeachwa huru. Allah anatazama mnafanyaje kwenye nafasi hizo. Wewe umepata nafasi, umekuwa balozi, wewe umekuwa nani? Mwenyekiti wa serikali, yule diwani, yule mbunge, yule waziri na yule rais, kila mmoja kwenye nafasi aliyokuwa nayo. Fayanzuru kaifa ta'malun, asije akajiona mtu yuko huru 100%. Allah anatazama mwafanyaje kwenye nafasi hizo. Yule anasema kama ndio hivyo afadhali ya mie, sijapewa uongozi wowote, kwa hiyo sifuatiliwi, sina tabu. Na we pia kiongozi, we baba na yule mama kiongozi kwenye nyumba yake. Allah anatazama unaendeshaje familia yako, wamsimamiaje mkeo, wamsimamiaje mwanao. Lakini wewe umekuwa kaka kwenye familia, Allah pia anatazama wadogo zako na waendo vipi. Kila mmoja ni kiongozi. Yule mwalimu wa madrasa asije akadhani ualimu wa madrasa sio uongozi. Wakati unamtukana mwenzio kwenye uongozi wake, ulitakiwa kwanza uanze kukagua na wewe kwenye uongozi wako. Wataalamu wanasema la tushir akhaka biisbi'in fa inna thalathata ilaika. Usimuashirie ndugu yako kwamba we mbaya we kwa kidole kimoja, kuna vitatu vya rudi kwako. Vidole vitano Ukimuonesha mtu mbaya unamuonesha kwa kimoja hivi, vitatu unavirudishia kwako, kimoja gumba kinarudi chini. Manake we mbaya, mimi mbaya zaidi, lakini tutakufa. Ndio maana yake.
Hayupo anayemwambia mwenzio we mbaya kwa midole yote hivi, huwezi. Utanyoosha kimoja, kimoja utakipeleka chini, vitatu utavirudisha kwako. We mbaya kimoja, vitatu vinarudi kwako. Mimi mbaya zaidi, dole gumba linatazama chini, ila sote tutakufa. Wakati unasema balozi wetu sisi mbinafsi kadha kadha, wewe kiongozi wa familia, tuambie mzee, familia yako waiendesha aje kabla hujakagua ya mwenzio? Mwenyekiti wa serikali kadha kadha kadha, mjomba, na wewe mwalimu wa madrasa yako waendesha aje? Wewe imamu, kwani adhuhuri saa ngapi msikitini kwetu? Saa 7 kasoro. Imamu anafika saa 7:15 taratibu, anaweka kanzo, anakwenda kule, kwanza anapiga mswaki dakika 15. Sie tumekaa tunamsubiri imamu, anajidai kwa uimamu. Wenzio unawalalamikia, wewe mwenyewe pia unavurunda. Kiongozi wewe, tumekupa dhamana ya adhana, usimlalamikie kiongozi fulani. Mzee, una take time sawa sawa. Wewe ndio muadhini wetu, unazingatia nyakati. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayandhuru kaifa ta'malun. Kila mmoja anatakiwa ajue hilo. Allah ametupa nafasi sisi, ametukabidhi sisi kuwa ndio viongozi wa dunia. Tusione tumeachwa bure bure. Fayandhuru kaifa ta'malun. Allah anatazama ni namna gani mufanyavyo, mwaendeshaje uongozi wenu. Haya brother, mwanao anavaaje mwanamume? Mwanao binti anavaaje? Wewe ndio kiongozi, rais wa nyumba hiyo, anavaa vipi? Mwanao anakwenda madarasa? Nasema tuna maneno yetu sisi, serikali inatuonea. Je, wewe vipi? Hata hizi tarehe 20 ngapi leo? 24, sio? Tarehe 24, tarehe hizi za wazungu, lakini zimekuja kuwa ni tarehe za mshahara. Wewe katika shughuli zako binafsi, wewe labda ni kiongozi, mwenyekiti wa bodi ya msikiti, mwenyekiti wa madrasa, serikali imekuziwieni kulipana mshahara kwa mujibu wa kalenda yenu? Mlipe mfanyakazi wako kwa kalenda ya Kiislamu, tuone kama serikali itakufunga. Nyinyi wenyewe hamjithamini. Leo unakwenda misikiti mitatu, kaulize watu 13 kila msikiti kwa siri, weka 10,000 mbele. Huu kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu mwezi huu unaitwaje? Atakwambia Oktoba. Nyie si ndio Waislamu? Mwezi huu unaitwaje? Watu hawajui. Taiba, achana na mwezi. Leo mwezi ngapi, tarehe ngapi kwa mujibu wa Uislamu? Hawajui. Alafu wanalalamika serikali inawaone. Inakuoneni mpaka kujua kalenda yenu? Watu hawalijui. Muislamu, achana na habari ya kujua hiyo tarehe, kulipana kwa mujibu wa tarehe za Kiislamu, lakini pia huo mshahara anayemlipa mfanyakazi wa ndani anamlipa tarehe 40. Alafu analalamikia serikali. Wewe mshahara unamlipa mfanyakazi wako lini? Tarehe 35. Yaani ule mwezi ushaisha na masiku juu ndo anatoa mshahara. Wewe tukikupa uongozi utaendesha sawa sawa au kazi kutukana wenzio tu? Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja vitu viwili. Fattaqu dunya, kwanza iheshimuni dunia, ina vituko. Iheshimuni, iogopeni dunia, isije ikawazoa dunia. Iogopeni dunia, ina vituko. Moja hiyo La pili akawaambiaje? Wattaqun nisaa, acheni viburi kwa wanawake, waheshimuni wanawake, msiwadharau wanawake. Tuanze kwenye dunia. Niongee na wakwe zangu wazee wa Kipemba. Tuanze na dunia. Sisi tunatakiwa tusimuliwe Pemba ipoje kutoka kwenu wazee. Nyinyi ndio mtatuambia Pemba ipoje. Jana nilisema mahala na Ijumaa nikasema mahala.
walioko nje ya Pemba au Zanzibari kwa ujumla wake wanasema Wazanzibari, Unguja na Pemba ni watu wa Uislamu sana, ni kisiwa cha dini. Lakini Pemba gani, Zanzibar gani ile mliokuwa ninyi wazee vijana, au Zanzibari ya leo? Hiyo dini inayotajwa, Wazanzibari ni watu wa dini sana, Wazanzibari ni waungwana sana, Wazanzibari ni wakarimu sana. Ni kweli wazee wangu, mpaka leo hayo yapo. Vituko vya dunia tunazolewa, wazee wa Kipemba mshazolewa na mifumo ya kidunia. Niliwaambia kuna maeneo nje ya Zanzibar, Unguja na Pemba, bali nje ya Tanzania, watu wamesoma dini, wamesomeshwa Zanzibari. Unakwenda Mozambiki, Msumbiji, kuna watu wanaisomesha dini, wameipatia Zanzibar. Bara kwetu wameipatia Zanzibar. Kuna nchi kadhaa Uislamu wao umekuja kuchukua hapa, kwa maana ninyi ni walimu wa watu wengi sana ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Elimu yao ya dini wameipatia huku. Tunaendelea hilo. Wale mashehe wale waliokuwa wakisomesha dini ndani ya Zanzibar, walio wengi wamekufa, wameacha elimu, na kama wameacha inasomeshwa au wameondoka na elimu yao, tumebakia sisi. Tuna sifa kwamba sisi tuna dini sana. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipokuwa mzee kama babu yangu hapa, mgongo ushapinda kwa utu uzima, walimkuta akiyatikiza mitende, na mitende ni kama minazi, miaka 4, 5, 6, 7 ndo inazaa. Vitoto vijukuu vikawa vinamcheka babu. Babu anawauliza, we mzee, anauliza nyi vijana, we mzee vipi akili yako? Anaambiwa sahaba Abdullah ibn Mas'udi, umri huo watikiza mitende utakula lini? Mbona unakaribia kufa? Kapane migomba. Aliwaambia nini? Gharasu fa akalna wa naghrisu liya akulu. Mzee anawaambia vizee vyetu sisi viliatikiza mitende tukaja kula sisi, na sisi tuna kila sababu ya kuwatikiza vizazi vyetu vije kufanyaje? Kula. Ile mikarafuu tunayo, minazi ile iliyokuwa ikijulikana ipo Pemba, ipo mashelisheli yale yapo. Kwenye kila kitu fataku dunia, tukaacha kila watu wana utamaduni wao, na kila watu, kuna mtu mwingine utaona anaumwa maradhi kwa maradhi, watu wanahangaika hospitali na tiba asili, haponi. Kumbe anatakiwa akapate mzizi wa kwao. Basi watu wanasema mrudisheni kwao Pemba. Akirudi baada ya wiki 2 anaendelea vizuri, kashapata majani ya Pemba, ananyanyuka. Usiache kwenu, isikuvute dunia. Heshimu kwenu, thamini kwenu, ipende kupende kwenu. A, we ni Mpemba, B ni Mzanzibari, C ni Mtanzania. Penda Pemba yako, penda Zanzibar yako kwa ujumla, penda Tanzania yako kwa ujumla, lakini isikuzoe ikaenda ikakutupa pabaya. Katika Tanzania, mji wa kwanza kwa sifa ya kuhifadhi Qur'ani ni Pemba. Tanzania nzima, mji wa kwanza wenye sifa mahodari wa kuhifadhi Qur'ani ni Pemba. Mimi na vijana wangu wengi tu, wengine wanaswalisha wako Omani, wanaswalisha huko wa Pemba, kina Shame, akina majina yananitoka tena, najua muda mrefu, kina Mbwana Asa, sijajua tu ni wapi, lakini wametoka Pemba. Nimwafundisha Ibn Jazari, wengi na bado wapo. Hali ile inatakiwa idumishwe na iendelee. Tunafahamu
Unguja na Pemba kuna mabingwa wa fiqh na nahwu. Sio mji uje hapa ulete kibri unajifanya unajua kusoma. Ni mji ambao una watu wamekwiva kwenye elimu. Hali ile walikuwa nayo wazee, hivi kweli inaendelea na watu wanasoma? Vibabu vile havikuacha msikiti huu. Huu umetanuliwa. Humu mote mlikuwa mnatolewa ilmu. Leo kunaendelea kutolewa ilmu Pemba. Sikwambii tena elimu ya tiba, uko mbali sana, kwamba Pemba inaheshimika kwa elimu ya tiba. Mashaallah, wanaujua mpera unafanya kazi ngapi, wanaujua mgomba una kazi ngapi. Allah kawajalia, kakupeni wakwe zangu. Wa Makonde kawapa korosho, nyie kawapa karafuu na elimu, munaitunza. Wenzenu wa Makonde wanatunza korosho zao, nyinyi mnatunza ilmu aliyokupeni Allah. Vijana wa Kiislamu leo Pemba hawataki kusoma, sio kwa capacity ile. Wazee zamani walikuwa wanakwenda darsa, hata kama hana kitabu atakwenda kusinzia darsani zamani. Leo watu wanashinda kwenye meza za Al-Qasusi Mujarab, muda wa kukaa darsani hakuna. Fataku dunia, acheni kuiendekeza dunia. Leo kuna miziki ya kizazi kipya, si jambo tulilitegemea. Tuje tusikie Unguja ama Pemba nako hiyo Unguja na Pemba. Kwa nini? Tumeivaa dunia, imetuzoa. Si jambo la kumwona Mpemba leo avae suruali nusu mlingoti katikati ya makalio. Si jambo la kuliona Pemba mji wa dini, mji wa elimu. Lakini leo utaona vijana wa Kipemba suruali wamevaa nusu mlingoti. Sharobaro, sharrul baria. Fataku dunia. Niliwaambia mahala leo hii Ijumaa, uwezi kukuta kwetu bara skuli mstarini pale baada ya paredi na kadhalika, kabla ya kuingia darasani inasomwa Qur'ani, zinasomwa dua. Hayo unayakuta Zanzibar. Kweli tunaenda kusoma sekula, lakini pale mstarini kwanza watoto wanamuomba Mungu, birabbil falaki birabbin nasi, ikhlasi, wanamswalia mtume, ndio wanakwenda kwenye snow, elimu isiyohitaji udhu. Lakini kwanza wanaanza na kitabu cha Mungu. Unguja na Sika bado ipo mpaka leo, bado ipo alhamdulillah. Lakini shida Tanzania leo, katika maafa makubwa ya mateja, inaonekana ni Zanzibar. Waathirika wa madawa ya kulevya, dunia imetuzoa. Katika kuonekana nidhamu imepotea ya kuwaheshimu wakubwa na kuwaheshimu watu kwenye nafasi zao. Katika moja ya miji iliyopotea adabu, Zanzibar. Hapa nitakaa kidogo alafu ndo nafunga muhadhara wangu. Adabu imepotea Zanzibar. Tena imepotea kwenye jamii adabu, imepotea mpaka kwenye dini adabu. Liwaambia watu leo, namshukuru Mungu nimekuja jana Pemba. Uchaguzi umesalia wiki moja, nyuma nisingekuja. Tulizolewa na dunia. Watu hawakusema fulani na fulani eti sababu uchaguzi, siasa. Wazee wangu wa Pemba, mmevunja udugu wenu, mumekataana, watu wamepata vilema, watu wamekufa kwa sababu ya siasa. Dunia imewazoa. Wangapi, tuseme ukweli, hamkupoteza ndugu zenu kwa sababu ya siasa? Hebu kuweni wa kweli, nani katika ninyi alitoa machozi akamkataa ndugu yake kwa sababu ya kuswali? Nani kamkataa mwanawe hakwenda madrasa? Mbona hamkuwatenga watoto wenu wamekimbia madrasa, wamekimbia skuli, hawaendi kuswali? Mchana kweupe Ramadhani hawafungi, wanakula. Nani alimkataa ndugu yake? Mulikataana kwa sababu ya siasa.
Siasa iliwatoa katika utu wenu. Ilifika wakati tunaambiwa siasa, tunaamini kinachosemwa ni aya ya Qur'ani. Tuliamini maneno ya siasa kuliko ni Qur'ani. Dunia, ad-dunya wa makayiduha, dunia na vituko vyake imetunyang'anya ule utu wetu wa asili. Unakwenda Zanzibari, dini kila mahala. Ukimchokoza binti Qur'ani, binti hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo siasa imetuvuruga. Sina maana tuache siasa, tusiendekeze siasa. Kuiendekeza siasa ni kuvaa vituko vya dunia, vitatupoteza. Wewe chama chako fulani na huyu chama chake fulani, lakini ni familia moja, nyote Waislamu. Kutofautiana kwenu vyama kusiwafanyeni msisalimiane, msisaidiane. Wallahi ni kuiendekeza dunia, na ndicho kilichosemwa, bal tuuthiruna alhayata dunia. Mmepigika, mmeloea na maisha ya dunia, mnatoka kwenye mstari. Wazee wangu, wakwe zangu wa Pemba, fanyeni istighfari. Amri ya Nabii Nuhu alioambiwa na Mungu awaambie watu wake, na mimi nakwambieni, Pemba mnaondosha baraka. Ilmu na dini iliyojazana mmeitoa, mmeamua kuacha dini, mmeshika sana siasa. Dini hamuitaki vile ilivyo. Nuhu aliwaambia watu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mimi kwa bahati nzuri, wazee wangu hodari wa kutembea tembea nchi jirani hizi. Ajabu na kwenda kumuona mkimbizi eti Mpemba. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi. Msione ni jambo la kawaida. Mpemba anakuwaje mkimbizi? Nimewaona Malawi wakimbizi, eti Wapemba wakimbizi, wamekimbia kwao. Nimewaona Botswana wakimbizi, nimewaona South Africa wakimbizi. Haiwezekani wazee wangu, turudini katika mstari. Tupendeni siasa, tushikeni siasa, tupendeni michezo, tushikeni michezo, lakini hivi vyote ni dunia, visitutoe kwenye dini yetu. Siasa isiwe sababu ya sisi kutosema. Na thubutu kuwaomba, akija mtu na siasa ya kukugaweni, msikubali. Na msilazimishane, haya ni mambo ya kidunia. Nimewasikia wazee wanasema, kila mbuzi hula kwa urefu wa kamba yake. Wewe kama mpango wako wa kula upo kafu, kaa kafu, tusisumbuane. Na wewe kama mpango wako unaona barabara uko ACT, kaa huko huko. Yule mpango wake uko CCM, kaa huko. Dini haina mwenyekiti. Ukiona mahala kuna mwenyekiti, kuna mpango wa hela. Tumetoka kuswali hapa, nani mwenyekiti wa magharibi? Hakuna hela, hawezi kukaa mwenyekiti. Tukifika hata huko, ukisikia kuna kamati ya nini, kamati ya nini, ukisikia mahala kuna harufu ya hela, usikia mwenyekiti wa zaka, kuna hela hapo. Nyinyi mnanielewa? Hamnaona kama vile nawapigia makelele tu. Kaja mdengeleko kwa sababu anajivuna mkwe wetu, tumuache ache. Na waamsheni, turudisheni hali yetu. Wewe kafu, mpigie kampeni CCM, amfuate mgombea wako. Na we CCM, piga kampeni kwamba huko ulikokuwa siko, njoo huku, lakini tusiuache udugu wetu. Ni jambo bora kabisa. Almuslimu akhul muslim. Hakuna aya wala hadithi inasema Al-Chadema akhul Chadema. Hakuna hiyo. Al-ACT Wazalendo akhul ACT Wazalendo. Amna. Kuna almuslimu akhul muslim. Hadithi ya Bwana Mtume. Muislamu wa sawa sawa siku zote anakuwa ni ndugu wa Muislamu mwingine. Qur'ani kasemaje? Innamal mu'minuna ikhwa. Waislamu wote waishi wakiwa ndugu moja. Waislamu, sio kafu, sio Chadema, sio ACT Wazalendo. Mnaacha Uislamu wazee wangu. Mnakuja siasa inakugaweni kwenye udugu wenu. Hamuoni shaitani katuvuruga? Au kama qala Allahu jalla subhana, wa zayyana lahumush shaitanu a'malahum. Shaitani amekuja kutupambia yetu ya hovyo, tukaona tunapatia. Na wanasiasa wajanja wanapolitaka lao wanamtafuta mtu wa kumvika.
Kaonekana huku Pemba Waislamu ni wengi zaidi, au tuseme 99.9 wanasiasa. Siasa ikapelekwa katika vinywa vya mashehe, siasa ikawa inahubiriwa na mashehe. Kwa hiyo ikaonekana hii kama aya. Munielewe vizuri, na kuombeni, Uislamu ndio kitu cha kuheshimika. Uislamu ndio kitu nambari 1. Pigia nene kampeni. Wewe una wako na mimi na mgombea wangu. Nikiona wa kwangu muhimu nitapiga kampeni, achana na wako, njoo kwangu. Na wewe kama wako muhimu nipige kampeni nije kwako. Lakini hakuna kuvunja udugu wetu ambao katufungishia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni neema. Wallahi alichotufanyia Bwana Mtume ni neema. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Thumma la tus'aluna yawma idhin anin na'im. Wallahi wazazi wangu, wazee wangu, siku ya kiyama mtaulizwa na neema hii aliyokuachieni Bwana Mtume. Mtakuja kuulizwa neema hii muliishika kiasi gani, mkanyang'anywa umoja wenu wa dini, mkashindiliwa siasa. Mtu anamuona Muislamu mwenziwe anasema msikiti wa nani? Msikiti wa Kafu, siendi kuswali. Hii haya yamekwenda yametuchafua mpaka kwenye dini. Tunagombania madhehebu sasa hivi. Wengine wanakwenda mahala wanachungulia imamu anafunga mikono wapi. Imamu anafunga huku, siingi msikiti huo. Yani ni vitu vya kipuuzi pale alipotuacha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tungebaki pale. Msikilize Bwana Mtume anasema, tatadaa ilaikumul umamu kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha. Qalu aw min qillatin yawmaidhin ya rasul Allah. Qala la bal antum hina idhin kathirun ولكنكم غثاء كغثاء السيل لا تقدرون على شيء. Mtume anawaambia masahaba, itafika wakati mataifa ya kiadui ya kikafiri yataalikana kuja kukushambulieni Waislamu. Mtume anawaambia masahaba, itafika wakati huo mataifa ya kikafiri yataalikana yaje kuwabana, kuwashambulia. Kasema kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha, kama mfano wanavyoweza kuitana wakaizunguka sahani, ndivyo mataifa ya kikafiri yatakavyoitana. Wakati huo si tutakuwa wachache. Mtume anawaambia la, mtakuwa wengi kweli kweli, lakini hamtakuwa wamoja. Vula maji, hamtaweza chochote, wingi wenu hautasaidia. Sasa leo Waislamu mwagombana wenyewe sababu ya siasa. Akija adui yenu anafanya si anawamaliza. Leo hii tumefikia Muislamu anakwenda kufungwa sababu ni Muislamu. Tumefika hapo. Watu wanawatumia Waislamu. Muislamu anakuwa sababu ya kudhurika Muislamu mwingine, na wala hatumii. Hivi kweli tunaamini ndio jihadi? Uona beba mawe mwenzio ana bunduki, ndio jihadi au ujinga huo? If you fail to plan, you are planning to fail. Ukishindwa kujipanga, tafsiri yake unajipanga kushindwa. Mwenzio anakuja na mabomu, unaenda na takbiri. Uislamu ndio unataka hivyo? Vita vyenyewe Uislamu unataka kwanza mujiandae. Hakuna kwenda vitani hamjajiandaa. Wewe umezoea kuswali, vitani utaweza ukisikia bomu? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Qur'ani inataka hivyo, ya kutosha. Lakini pili, Qur'ani inataka vita mkipigana basi hamna mmoja kwa wawili, sio mpo 20 mnaenda kugombana na watu 1000. Uislamu hujafundisha hivyo. Lakini ukisikia vita wanakwenda waumini, sio Waislamu tu, waumini. Mungu alimwambia Bwana Mtume, ya ayuhan nabiyyu haridhil mu'minina ala alqital. Awaimize waumini, watu ambao wamepiga hatua kwenye Uislamu ndio waende kwenye vita. Tunaambizana kwa siasa zetu, jihadi, takbir. Una mawe 3 mfukoni, unaenda takbir na mawe. Watu wanakuja na mabomu, nyinyi mnatafuta kufa. Uislamu haufundishi hivyo. Kwa niwaombe wazee wangu, ili niwaache nitoke,
tanisame nitaka kuongea dakika 15 20, lakini tena ndio hivyo, maiki hizi tamu kuliko koni za Baharesa. Niwaombe turudi, tujipange upya. Siasa zao zisitugawe sisi, na kwa maslahi ya nchi yetu kila mmoja ana uhuru wa kwenda kumchagua anayemuona anafaa. Mimi na mgombea wangu naona huyu anafaa, na wewe una wako. Tusilazimishane kwa sababu ya kanuni. Tumekubaliana, ittafaqana ala alla natafika, tumekubaliana tusikubaliane. Yaelewa maneno ya mantiki. Tumekubaliana baba, wewe unapenda mwanamke mweupe, mimi napenda rangi ya asili mweusi. Usinilazimishe unempenda wewe na mimi nimpende. Huyu anapenda mwanamke mwenye matege kidogo kama goli, mimi napenda mwanamke mwenye miguu miembamba imenyoka. Kwa hiyo kila mmoja akae anapopataka. Tusiseme watu wote ACT, watu wote kafu, watu wote. Hasi kweli. Kila mmoja awe na uhuru wa kumteua, kumchagua mgombea anayeona anafaa, lakini tuna uhuru wa kufanyiana kampeni. Tuteue kitakachotufaa katika nchi yetu, tutaimizana, lakini sio kulazimishana, lakini sio kuondosha udugu wetu, huku tukitunza utamaduni wetu kwamba sisi ni waungwana, sisi ni wanadini. Siasa za matusi hapana. Mkimwona mtu anataka kura na matusi, achaneni naye, hafai. Mwisho, wazee wangu, baba zangu, babu zangu, tusaidieni nyie. Wajukuu zenu, watoto wenu tunakufa kwa ujinga wa siasa. Twendeni tukapige kura, tukimaliza tukafanye mengine. Kila mmoja na jukumu lake. Habari za kusema tunalinda kura zetu ni uongo. Kura zinahesabiwa ndani, si tumekaa nje. Unalindaje kule? Kama kweli wanataka kubadilisha, si wanabadilisha huko ndani? Unalindaje huko nje? Ni ujeuri tu. Hakuna kulinda kura. Kapige kura, kapumzike. Watakugonga askari na washatangaza. Alafu unaumia, unasema bwana nimeumia. Nini? Mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu jeuri. Mtu anakuambia ondoka, tena mwenye nyumba yake anakuambia toka. Nilikualika uje kwenye ndoa ya mwanangu, ndoa ishaisha, ondoka kwenu. Mimi bado nipo, tunataka nione mpaka majamvi yanatolewaje. Haiwezekani. Hii ni nchi, hii ni dola. Wakishasema pigeni kura, ondokeni, ondokeni. Waislamu tunaonekana sisi magaidi, sisi tukatae kwa vitendo. Waislamu sio magaidi. Waislamu ndio chanzo cha amani na upendo duniani. Tuoneshe amani na upendo. Tusikubaliana na haya mengine. Yeye kakaa nyumbani kwake anasema lindeni kura. Kalinde mwenyewe kama jambo rahisi. Wewe si ndio unayetaka? Kalinde, sisi tushakupigia kura. Kalinde. Yaani mtu kalala kwake anakuambia totokeni tukaandamane. Anza kutoka wewe tukuone na mkeo na wanao, toka. Sisi tutakuja nyuma. Yeye atoke anasema tangulieni. Yaani tukavunjike si miguu, yeye kakaa gorofani. Kikinuka mwenzetu ana uwezo wa kwenda kujitibia India. Sisi tunaenda Wete. Nyinyi mnanielewa Akili ya kupewa changanya na yako. Muislamu ni mtiifu. Na tuombe dua sana Mungu ajalie viongozi wetu wawe waadilifu. Mungu atupe kiongozi anayetufaa, anayemuona yeye Allah. Huyu ndiye anafaa, Allah atupe huyo. Tumuombeni Mungu. Sio kwa kufanya fujo, sio kwa matusi, sio kwa kashfa, sio kwa kuvunjia na adabu. Tunayo silaha yetu katuachia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dua, tuombeni dua. Ya nini kukashfiana? Ya nini kutukanana? Ya nini kudhalilishana? Yule Dr. Hussein Mwinyi yule ana wanawe yule. Kama ulivyokuwa wewe na babako, watu wakimtukana mzazi wako utasikia raha. Kwa nini mtukane mzazi wa mwenzio? Yule Mama Samia na watoto wake yule, na kama ulivyokuwa wewe na mamako. Hivi watu wakimtukana mamako unajisikiaje? Utajisikia raha. Kwa nini utukane mama wenzio? Tuwe na adabu. Uislamu wetu ni adabu. Kabla ya kusema Dr. Hussein Muislamu, si Yunani Muislamu, achana nayo. Ni mwanadamu tu. Yule si nguruwe. Atumtaki karatasi zikaseme tarehe 29 tukapige kura. Atumtaki, tunaenda kumkataa kwenye kura, sio kwa matusi. Taniwia radhi kwa kuchukua dakika nyingi. Nimrudishie mwenyeji wangu, shemegi yangu Sheikh Saidi. Kama kuna swali niulizo, na kama hakuna basi afanye dua.
tukafanye mengine, tuna mambo mengi. Afwan wazee wangu, na kuombeni dua na kukuombeni radhi wazee wangu wote na shemeji zangu wa Pemba. Mimi mtoto wenu Muharram Rashid Mziwanda, nimeoa hapo Njuguni Wingwi. Kwa hiyo mkwe wenu mie, na mkiona nafani ongezeni mwingine. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wazee, nafikiri Shehe Muharram Mziwanda ni mmoja kati ya wanawachuoni wakubwa sana Tanzania, ambao mie huwa nasema kwanza katika uwasatia wake, walipokuja watu kupinga kila kitu, hichi chafaa hichi hakifai, katika hadhara kubwa za maulidi zinazofanyika Dar es Salaam anazibeba Shehe Muharram Mziwanda, sote tunaona. Lakini Shehe Muharram Mziwanda ni katika mashekhe alhamdulillah waliosoma. Amekuja kufanya ziara ukweni, na mimi alhamdulillah rabbil alamin quraba yangu ni kubwa sana. Akasema hapana, hizi siku mbili nitakazo kuwepo nifanye dawa, na mimi ni kwenye dawa. Moja miongoni mwa falsafa na hekima ya Qur'an inasema wadhkur fil kitabi Ibrahim wa taratan wadhkur fil kitabi Musa wa taratan wadhkur fil kitabi Maryam wa taratan wadhkur fil kitabi wa taratan wadhkur fil kitabi Idris. Kwa nini arejeshwa kote? Mkumbuke katika Shehe Doga yeye kafundishwa yapi? Wadhkur fil kitabi Sheikh Walid, hebu kumbuka aliyofundishwa Sheikh Walid ili na wewe upate. Hii ndiyo hikma ya Qur'ani. Aliyena nahau huyu hana sarfu, aliyena fiqhi hana tafsiri. Endeana aliyekuwa hana nahau anamuendea ambaye anayo, anakuja kujibu swala. Ndio wakapatikana wanawachuoni. Hakuna mwanawachuoni hata kusanya elimu yote. Hiyo ndiyo kubwa nataka niliseme. Lakini pili, katika jambo ambalo amesimama nalo, mama kapigwa vita sana, Mama Samia. Nyote mnaona. Tena waliompiga vita ni watu ambao ni wa upande mwingine katika imani. Ilifikia hatua mpaka iliposimama yule kwamba kavaa utaji, alijitoa muhanga huyo. Ni jambo dogo? Ni jambo dogo? Kwa kweli aliyoyazungumza ni kalamun mauzun. Kalamun mauzun ni maneno ambayo yenye kupimwa, ya kwamba kwa kweli tuna haja kubakisha Uislamu wetu. Kutofautiana kwetu katika mitazamo na madhehebu yetu hayaondoi uhalisia wetu. Hili jambo kwa kweli linaumiza, tena linaumiza sana. Na muhadhara umekuja kwenye kipindi ambacho ndicho haiwezekani kwamba mashehe hawa Allah alivyowaonesha wakusanyike katika upotevu. Haiwezekani. Mtu ambaye ni tariku sala, mtu hasali miezi mitatu, basi kuna haja wakati mwingine ya hikma angalau kumtishia, hebu akija kiomba maji usimpe ili aswali. Yani idhrab, yajuzu idhrab mithla hadha arrajul, waweza ukamfanyia kigomo mtu huyu ili aswali. Lakini leo maskini ya Mungu unakuja kumgomea shekhe mwanachuoni ambaye yeye ndiye anayeteseka na kukafini, ambaye yeye ndiye anayeteseka na kushona sanda, ambaye shekhe anateseka na kuingia kwenye mwana wa ndani na kuona majanga mbalimbali, eti kwa sababu ya kipupwe hichi cha kupita. Ndio maana wenzetu wametukumbusha neema tulizo nazo, na waomba wazee wangu tuyachukueni haya na tuyafanyie kazi, na tumuombe Mwenyezi Mungu atubakishe katika umoja, atubakishe na mshikamano. Leo mashekhe wetu hawa wanaotuongoza 5 salawat, wallahi unaswali hapa unaswalisha, wallahi kule mwingine anasema mipango haijua mizuri, mipango haijua mizuri. Anakubebea nani? Imamu huyo unakuja kuambiwa na mwanasiasa hafai, mgomee. Anayekubebea swala yako kushakerwa nyumbani huko na mwanaache, halafu unakuja mashaka haya, wafikiri asoma tasbihi, aumia kwa anaoteseka. Ukimuuliza mbona mtu mzima vipi, asema acha tu, hakukaliki nyumbani. Imamu kakubeba, leo kashakuwa mbaya. Kipindi cha miezi miwili, baada ya hapo sasa ukitaka kuozesha uenda muita yeye.
Wanasiasa wapi? Hawapo tena. Utukufu wa dini yetu haiwezekani anayejua tafsiri ya Jalalain aje abebwe na mtu mwenye programu ambayo haina maana ya kidunia, anayechukua tafsiri ya Safwatu Tafasir, aliyemsoma Zamakhshari, aliyesoma kitabu sahihi al-Bukhari wa Muslim, aliyevisoma vitabu vya fiqh vya Minhaji, anakuja kuonekana mbaya, eti yule ambaye anaitangaza dunia ambayo ad-dunya mata anaonekana mwema. Wallahi sisi tunasimama na umma, tunasimama na kitabu cha Allah, tunasimama na umoja wetu, tunasimama na utulivu wetu, na tunawaomba watu wakikamate kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna bwana Mtume Muhammad, na Mwenyezi Mungu atatusalimu salama. Litapita hili kwa amani, litapita hili tukiwa tunashikamana, litapita hili bila kuhasimiana. Katika kensa mbaya katika ulimwengu wetu iliyotukumba ni kuyatizama majeneza mawili, ukasema hili ni jeneza la chama gani na lile ni jeneza la chama gani. Sijaiona kensa mbaya duniani kuliko hiyo. Mungu atulinde nayo. Kuna siku napewa habari, mtu ananisimulia mama yake kafariki, alitoka akaenda akakaa sokoni, akaambiwa vipi? Asema muache kama alivyo, kwa sababu hakuwa miongoni mwa chama changu mama, na hakunzika mama yake. Sasa hivi napewa habari anaokota makopo, ni mwendazimu. Jamani, tusimameni kwenye dini kwenye nini? Tukisimama kwenye dini, haqqul muslimu ala almuslim. Leo unakuja kukata uko ndani ya nyumba moja, ndani ya nyumba kuna watu wanaotofautiana madhehebu na vyama, leo unaukata uko kwa sababu ya kipupu hichi. Jamani, kwa kweli mazungumzo yashamaliza, na sisi tunasema Sheikh Muharram tunakushukuru, na waumini na wazee wetu tunawashukuru. Tunaomba tumalizie hadhara yetu kwa kuomba dua, tujalie salama na mashekhe wetu na waumini na nchi yetu, jambo hili lipite salama. Fatiha. Sura